Ah, ndugu zangu, mbele yenu naitwa Bwana Boychum. Boychum JR, Boychum Junior. Father house, baba mwenye nyumba. Kitaalamu nasema ni landlord. Kipekee leo nimewalika hapa habari za saizi. Wakubwa zangu shikamoni. Kwa itifaki hiyo sasa, kwanza niwaalike, na hapa bahati nzuri mpo wapangaji wangu wote wa nyumba ambazo ziko jirani na nyumba ambazo mimi nazimiliki kama mwenye nyumba. Na lengo la kuwa hapa ni kikao kwa ajili ya kuweza kuzungumza nanyi wapangaji wangu. Nimekuwa nikisikiliza kero na kupokea kero mbalimbali kupitia simu. Na mimi nikasema basi kwa hekima na kwa busara niandae kikao maalum kwa ajili ya kuweza kuzungumza nanyi wapangaji wangu. Kwa sababu tunasema nyumba inayokaa pamoja na kuzungumza pamoja, hata amani na kuwepo, upendo, lakini pia na tabasamu pia inatawala. Sasa bila kupoteza wakati, natamani sasa zile kero zote ambazo mnazungumza walau nisikize kero hapo kwa mmoja mmoja, na wakati mwingine zile kero ambazo mnazungumza mara nyingi, kero nyingi za wapangaji huwa zinajirudia zile zile. Sasa kuliko nisema kwamba nimjibu huyu nimwache huyu, leo nataka nimalize hapa nyeupe, nyeusi. Mamangu pale, naomba nipatie nafasi uzungumze. Kwanza kabisa baba mwenye nyumba, nashukuru sana kwa kutuweka kikao kama hiki. Na pia nikupongeze kwa kujenga nyumba kama hii. Na nilipokuwa natafuta nyumba, nilikuwa natafuta nyumba yenye sifa kama hizi. Nilipopata chumba nilishukuru Mungu. Kero sasa ni kero kitu kimoja. Vijana waliopo hapa wanafungulia mziki mwanzo mwisho. Na wakati kila mpangaji anapoingia unampatia masharti ya nyumba hii. Na tunakubali kwamba tunayafuata. Isitoshe sisi ni watu wazima wengine. Wakati wa usiku ndio muda wa kufikiria kwamba niamke na lipi, nifanye kitu gani. Wakati huo akili imetulia. Lakini sasa anapiga mziki tangu saa 5 mwingine mpaka asubuhi. Baba, kwa kweli hiyo ni kero kwangu. Naomba kuwasilisha. Na wakati huu sasa nakuomba ruhusa baba mwenye nyumba ili niondoke nimfuate mwanangu shuleni kumpokea. Asante. Naomba kwa haki. Sawa mamangu. Jamani tupige makofi tafadhali. Na nimemruhusu aende kwa sababu wamesema kama nadhani mmemsikia na ameomba ruhusa tu. Nadhani tuendelee sasa. Sasa ndio. Basi mara baada ya mama kuondoka sasa, naomba sasa mamangu hapa sasa nawe uzungumze nikusikilize. Mamangu, mama mazingira. Nashukuru baba mwenye nyumba. Kwanza nashukuru kwa kuja kutuita kikao kama hivi ili kutuweka sawa. Kwa sababu sisi ni familia yako. Basi mimi swala la usafi kero yangu. Kweli tumesimamia usafi, lakini sasa unakuta ni mabinti. Sasa unamwambia kufanya usafi, anatoka asubuhi, anarudi saa 4 usiku. Wewe umeamka hata kwenye mambo yako unakuta kufuli. Kwa hiyo mimi kwa kuwa nashinda hapa ni mtu mzima, nashindwa sasa baba, mimi hawa watu niwafanyeje? Makofi tafadhali, makofi. Unajua hoja za msingi zinapozungumzwa, nataka nione tabasamu na bashasha. Mzee wangu pale, naomba nawe pia uchangie kidogo. Mzee mwenye nyumba, kero yangu ni moja. Dada Ana, ulishakuja mara 2 kwenye kikao hapa. Unatuambia kuhusu habari ya usafi ya nyumba yako. Lakini sasa dada Ana amekuwa kutuanikia nguo za ndani kuanzia kamba mwanzo mpaka mwisho. Na sisi hapa tunaishi na watoto, tuna familia. Unaona? Sasa kwa hilo sijui unatusaidiaje. Haya. Asante sana. Kijana, kwa niaba ya vijana wote sasa, nawe pia uzungumze tafadhali. Asante sana baba mwenye nyumba. Mimi nishukuru kwa kutambua kero na kwa kukubali wito. Ila mimi nitaongea kwa niaba ya vijana wenzangu ambao hatuna wanawake hapa nyumbani. Nadhani baba mwenye nyumba wewe mwenyewe ni shahidi kwamba mimi sio mtu wa kukaa sana kutokana na shughuli zangu ninazozifanya. Lakini kuna muda hizi bili za maji na umeme nahisi kama zinaniumiza sana. Bili zinakuja kubwa, alafu mimi sio mtumiaji wa vitu vyote hivi kwa wakati. Sijui hilo unatusaidiaje? Asante sana. Sasa ndugu zangu, mimi nimewasikiza vizuri sana. Subiri mara moja. Halo? Halo? Nipo kwenye kikao nitakupigia muda sio mrefu. Na kikao na nani wangu hapa. Sasa wapangaji wangu mimi binafsi ni washukuru sana
na naombeni mjipigie makofi tafadhali. Na nimefurahi kuwa na kikao tulivu, kikao safi, wapangaji mmenyoka, mmezungumza nyeupe na nyeusi, na kero zote hapa nimezisikia. Kero ya kwanza, mamangu amesema masuala ya muziki. Ndugu zangu, ni vile tu mimi siishi hapa, ila naombeni kama swala la muziki liko hapa, naombeni tuliache mara moja. Jamani, mmenielewa vijana? Hiyo ni moja. Pili, swala la usafi wa mazingira. Hili ni swala ambalo hata Biblia zimeandika masuala ya usafi wa mazingira. Hata Qur'an tukufu pia zimezungumza pia masuala ya usafi wa mazingira. Wewe ni nani unakuwa mchafu? Kwa mamangu mimi nakupatia nafasi kabisa, nafasi ya upendeleo. Naomba atakaye vunja hiyo kanuni na asiyefanya usafi nitumie jina lake. Yaani huyo mimi bora nimrudishie kodi yake aondoke, sio nyumba ibaki na uchafu hapa. Magonjwa ni mengi sana hapa. Kwa mamangu zangu mmenielewa. Atakaye sumbua tu au nitumie kauli ngumu, atakaye zingua nitumie jina lake mimi nimzingue. Swala la nguo za ndani. Na mzee wangu nikupongeze sana. Umeenda kwenye mshono na umetaja mpaka jina. Swala la muhimu, naomba kila mmoja hapa sasa anisikilize kwa makini. Swala la maji na umeme. Bili ya umeme na bili ya maji naomba nivijumlishe kwa pamoja. Kwa mwezi kila mtu, na hii ni nje ya kodi yake. Maji ni shilingi 25,000, umeme ni shilingi 25,000, jumla ni shilingi 50,000, maana kodi 50,000, bili ya umeme na maji 50,000, jumla laki. Nimaliza kikao. Iko hivi. Kwani tunalipia kiwanda baba mwenye nyumba, tulipia kiwanda sisi. Hivi ni mawili. Unakubali kaa, unakataa hama. Kila nyumba ina mlango wake, kila mlango una safari yake. Wengine ucheka mbele ya watu, wakilia peke ya usiku.